Naomba ushirikiano wako ili uondoe baridi. Ukombozi wa afya zetu. Kwa nini tunakomboa afya? Afya ndio chanzo cha mambo yote. Amen. Ukitetereka kwenye eneo la afya, umeharibu kila kitu kwenye maisha yako. Afya yako ikipata changamoto, wewe uliyekaa hapo kwenye kiti dakika hii, huna namna tena ya kuweza kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ukipitia changamoto yoyote kwenye afya, hakuna namna ambapo leo ungeingia bafuni ukaoga ukaja kanisani. Yesu atusaidie. Mwili wa mtu ukiwa na changamoto, huwezi kufanya jambo lolote likafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu chanzo cha maisha yetu ni afya zetu. Na Biblia inaeleza kabisa kwamba yeye atatetea afya zetu, atalinda afya zetu. Tusome kitabu cha Methali 3. Tusome kitabu cha Methali. Twende haraka haraka kidogo. Tusome kitabu cha Methali 3. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 3 mstari wa 8, maandiko yanasema itakuwa afya mwilini pako na mafuta mwilini mwako na mafuta mifupani. Kwa nini Mungu mwenyewe anataka kwamba sisi afya? Hata mimi leo siwezi kusimama nikakwambia chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bila afya leo siwezi kukuhubiria chochote. Nitakuwa kitandani, mtasema tuinue mikono yetu tumuombee mama fulani kwa sababu afya yake haiwezi. Na shetani anachokifanya, anajua kigusa afya yako, amegusa kila kitu kwenye maisha yako. Are we together? Shetani anajua akigusa afya amegusa uchumi. Kwa maana ukilala hakuna namna unaweza kutoka kwenda kufanya chochote. Shetani anajua akigusa kichwa saizi, mimi nikiomba hapa unasema nasikia mishipa kichwa inauma, napigiwa kelele, unatamani upate mahali patulivu. Shetani ameshakuwahi. Yesu atusaidie sana. Leo hii ukiumwa mguu, hakuna namna unaweza kuingia nyumbani mwa Bwana au kwenda mahali popote. Utahitaji sapoti, sehemu ya kutembea hatua 10, utahitaji upande pikipiki, utahitaji upande taksi. Kwa nini unahitaji? Kwa sababu afya yako imetetereka, unahitaji visaidizi. Kuna mtu amenielewa? Kwa ni muhimu kukomboa afya zetu, kwa maana tukiwa na afya tunaweza kutenda mambo yote. Sio tu kumtumikia Mungu, tunaweza pia kufanya majukumu yetu, tunaweza kufanya biashara zetu, tunaweza kulinda ndoa zetu, tunaweza kusomesha watoto wetu. Angalia ambaye hawawezi leo wanatembea na mabakuli barabarani wanaomba. Wai hawawezi kunyanyua na ile miguu, afya zao ziko dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukiwa afya yako iko dhaifu, unaweza tukaambiwa kwamba mavi ya punda ndio dawa. Utakula kwa sababu unataka utembee kama fulani, unataka ufanye kama fulani. Sikiliza, kiburi cha mwanadamu yote ni kwa vile anapumua. Nani ameelewa? Kiburi cha mwanadamu yoyote duniani ni kwa vile anapumua. Kiburi cha mwanadamu yoyote ni kwa vile anatembea. Ukimwona mwanadamu mwenzako leo anakutukana, anakujibu anavyojisikia, shida ni ile afya aliyonayo. Lakini ile afya ikisha tetereka, hata akikuona hamlingani atakwambia shikamoo. Kwa maana ameshachanganyikiwa, afya imeshavurugika, maisha yameshayumba. Afya yako ikivurugika, future imeharibika. Afya yako ikivurugika, elimu imeharibika. Afya yako ikivurugika, mipango imeharibika, biashara imeharibika, kila kitu chako kimeharibika. Yesu asifiwe. Afya yako ikitetereka, nisikilize mwanangu, afya ikitetereka leo, hata kukamata mfagio kufagia hivi asubuhi nyumba yako huwezi. Utaita mtoto wa jirani, njoo nisaidie kufagia. Lakini watu wanachukuliaga afya kama ni simple sana. Sio kitu rahisi unavyodhani. Sio kitu rahisi
kama unavyozani. Yesu asaidie sana. Yesu asifiwe. Afya yako leo ikiwa ina changamoto, unaweza ulikuwa umepanga mipango ya kwenda kufanya biashara, ukasema ngoja nisikilizie afya. Wakati unasikilizia afya, adui ameshaenda kuharibu mara 7 zaidi ya pale ulipokuwa unapanga mipango yako. Mwanafunzi leo afya yako ikitetereka, ulikuwa unasoma form 1 mwezi wa kwanza, ukaumwa tu ugonjwa mdogo wa kifua, ukaambiwa nenda nyumbani, kakae nyumbani mwezi mmoja. Utakapofika syllabus haipo vile ulivyokuwa tena. Tayari wenzako wamesogea. Wewe ulikuwa ni wa kwanza, tayari unarudi kuwa wa mwisho tena. Ni muhimu kulinda afya zetu. Ni muhimu kuombea afya zetu kila wakati. Ni muhimu kumfukuza shetani kwenye afya zetu. Ni muhimu kumkimbiza adui. Ni muhimu kucheki afya zetu kila wakati. Yesu asifiwe. Kwa nini tunasema ukombozi wa afya na afya inatakiwa ikachekiwa hospitalini? Listen. Nataka nikuambie kitu kimoja. Tunacheki afya hospitalini kwa sababu ya kupata matibabu, lakini tunakomboa afya kwa sababu kuna magonjwa ya Misri ambayo shetani akiya injecti hospitalini haina dawa. Sukari haina dawa, inapooza. Una dawa ya sukari? Pressure haina dawa, inayakupooza. Ukimwi haina dawa, inapooza. Kansa haina dawa, inapooza mpaka unakufa. Sio, unanielewa vizuri? Amina. Si unanipata? Amina. Lakini haya magonjwa ni magonjwa ya Misri. Lazima tujikomboe, lazima tupambane naye kwenye ulimwengu wa roho, lazima tuyapige kule kwenye ulimwengu wa roho ili asitusogelee. Kuna mtu anakuambia mimi nina ukimwi, ninatumia ARV, sina shida, kwani kanisani lazima kwenda? Kwa sababu shetani alishamaliza afya yake, anasubiri saa ya kuwekwa kwenye jeneza. Wabubujiko, lazima Bwana tukomboe. Amina. Lazima Bwana ikomboe nyumba yako. Amen. Kwa sababu wewe ukitetereka au mtoto wako akitetereka, majukumu yako yana overdose. Sio kama unanielewa vizuri. Kwa maana ilikuwa asubuhi uende shambani, unampeleka mtoto hospitalini. Ilikuwa asubuhi ufanye hivi, unaanza kwenda kwa waganga. Kwa maana kuna wengine hawaamini vidonge, wanaamini waganga. Niliwahi kusafiri na mtu kwenye gari, wakaniambia kwamba hapa ni kwa waganga wa kienyeji. Wakati wanasema wakasema hapa ni kwa madaktari, nikasema mbona hamna hospitali hapa? Wakasema madaktari waganga kienyeji. Wakati ninabishana na yule kijana, akasimama mganga mbele yangu. Alikuwa amekaa mganga mbele yangu, akasimama akashauti, akasema sio mganga, ni daktari. Kasoro wale wanatoa dawa ya vidonge vyeupe, sisi tunatoa dawa ya asili. Nikamwambia wewe kaa kimya, gari zima itakuwa ashe sasa hivi, atakushika. Akaniambia binti mdogo, nikamwambia mimi binti mdogo nitakunyoosha dakika hii. Kwa hiyo unataka kuhalalisha uganga wako kwenye gari? Nikasikia Yesu hoye, abiria gari zima, Yesu hoye, mtumishi rudia tena, dada rudia tena, mama rudia. Walioita dada, walioita mama. Yule baba akaziba masikio, akainamisha kichwa chini. Alikuwa anataka kuhalalisha uganga wake pale. Ndio ile sasa umepata kansa, badala uende kwa Yesu akusaidie, unaenda pale kila siku anakupa madawa, mwisho wa siku unafia pale. Ni muhimu kukomboa afya zetu. Amina. Ni muhimu kukomboa maisha yetu. Amen. Ni muhimu kukomboa njia zetu. Amina. Ni muhimu kukomboa mazingira yetu. Amen. Glory to God. Yeremia 33 mstari wake wa 6. Anasema, Biblia inasema, tazama nitauletea afya na kupona, nami nitawaponya, nami nitawafunulia wingi wa amani na kweli. Atakuletea afya, lakini atakufungulia wingi wa amani. Bwana tusaidie. Kwa nini alete afya alafu akufungulie wingi wa amani? Kumbe nikiwa sina afya, amani haipo kwangu. Wangapi wamenielewa?